Ndugu zangu wapendwa, mtakaoisikiliza klipu hii, ninawasalimu kwa jina lake Yesu, Bwana na Mwokozi wetu. Mimi kwa majina langu ninaitwa Adam Mswelo, ni mchungaji wa kanisa letu zuri jipya la AGGCI. Niko hapa Tunduma. Pia ni makamu askofu wa kanda nyanda za juu kusini, kati na magharibi. Ninapenda kuongea na ninyi watumishi wenzangu, wachungaji wa kanisa letu, hasa kuhusu mwenendo wa kanisa letu, na zaidi sana kuhusiana na ubaba wa askofu wetu mkuu Dr. Sumwise Mwakitabu Mwaisabila, kwamba wakati mwingine pengine niseme niwakumbushe wale ambao pengine tumesahau ya kwamba baba yetu ni zaidi ya askofu mkuu, na wale ambao pengine ndio mara ya kwanza kusikia klipu hii, kwamba baba yetu Mwaisabila ndiye baba wa kanisa hili, ndiye muasisi, ndiye mwanzilishi wa hili kanisa. Kwa maana hiyo, hili kanisa halina baba mwingine. Nimeamua kuzungumza haya kwa sababu yamkini inawezekana wachungaji wengine bado hawaelewi kuhusiana na askofu ni nani ndani ya kanisa hili, na sana sana katika haya yanayoendelea. Naomba wale watu tunaompenda Mungu na tunaobeba heshima ya kimungu, kwamba tutambue kanisa letu la AGGCI aliyeliasisi kwa neno la unabii wa mzee Mfuko, aliyekuwa mwenyekiti wa bodi ya wadhamini AGT. Alisema kwamba ndugu yetu na baba yetu, kipenzi chetu, rafiki yetu Dr. Sumwise Mwakitabu Mwaisabila ndiye atakayelivusha kanisa, na ndiye alianzisha harakati za kuzaliwa kwa kanisa hili. Na kwa sababu hiyo, wale wote ambao tunaelewa maana ya muasisi, daima tutakaa chini yake, na kwamba kwa maana hiyo sisi kwetu Dr. Sumwise Mwakitabu Mwaisabila kwetu ni Isaka, ambaye sasa ana watoto wawili. Mtoto mkubwa anaitwa Esau na mtoto mdogo anaitwa Yakobo. Yakobo mara zote ameketi chini ya mama yake Rebeka, akisubiri nini ambacho mama atasema kwa ajili ya baba. Lakini Esau aliyepewa siri ya kubeba baraka za ile familia kutoka mbele za Mungu, akaambiwa siri na baba yake, akawa ametawanyika na kwenda nyikani. Kwa hiyo niwaambie wachungaji, ama niwajulishe ndugu zangu, kwamba wale wote wanaompenda baba yetu na kulipenda kanisa letu watakaa chini ya mama Rebeka na kusubiri wakati ambao baba yetu askofu Dr. Sumwise Mwaisabila, aliyebeba pakacha kubwa la baraka kwenye kanisa hili, aweze kutamka neno ili aweze kulibariki. Kwa hiyo wale wote ambao wanamwamini watabaki chini wakisubiri lini baba anataka tuandae chakula ili aweze kutubariki.
nikushauri rafiki yangu, pengine wewe ambaye inawezekana ukawa unafuata tu kile ambacho wengine wanakisema, lakini nikushauri kwamba hapata kuweko muasisi mwingine wa kanisa hili ambaye atatoa baraka juu yako na juu yangu. Na kama nikimwacha yeye ama wewe ukimwacha huyu ukasema AGGCI ni kanisa unalolipenda, maana yake itakuwa ni AGGC nyingine, wala sio hii ambayo baba yetu amepewa miaka 5 kuweza kuisimamia na kuiongoza hata uchaguzi. Kumbuka mapatano yetu ya mwaka jana tarehe 20 mwezi wa 6 2024 kwamba mkutano mkuu, baraza la maaskofu na halmashauri kuu wote kwa pamoja tuliunga lile azimio kwamba miaka 5 atalitunza kanisa, atalilea kanisa ili aweze kutupambanua, ili aweze kutujua, hata napo tukabidhi kanisa tutakuwa tumeshajuana. Hebu kwa leo ni kuache hapo. Naomba kasome kitabu cha Mwanzo 27 mstari wa 1 ukamalize yote. Lakini wiki ijayo nitajaribu kufafanua baadhi ya maandiko machache na mistari michache katika kitabu hiki. Mungu akubariki. Uwe na amani. Muombea askofu wetu, nipende kanisa letu, wapende ndugu zako. Kwa jina la Yesu, Mungu akubariki. Amen.